Kia urais egitasini kia Ndizi TV na serikali ya kaunti ya Kisii amone nyagitari ya Oasis egati yebyombe binde nigori tukoria rero bakoro morobirio bogosemia abantu bali babwate oboroire obwe endrume ase obisi yo MCA bwensemo ya bobaracho ase bali babwate oboroire obwe baba wekirana ase nsemeyo ase barwa oborori bwabo naboigo kwegwa ogosirwa korwa ase ebyombe byo nabaigonigo babo abantu baboliwe bali babwate abana bali babwate ndwari eyo ya endrume koba maisona nene kosokia abana abo erikonyora obokonyi ase baboliwe tibatige kobisa abana abo nabaigonigo abantu bairwa basemya buna babe bagotarira abamanyi ebo chenu anene ase bali bekyombekia community health promoters erikonyora obosemya na kibabwanete komenya. Because it's an emergency, mtoto anawezaaga na mama anawezaaga, si ndio? Kwa hivyo katika ile handling ya ile kichwa vile watascoop na zile scapulas zikifinya some nerves huku, na unajua hizo nerves zinatoka ndani ya brain, inaweza sababisha yule mtoto anakuja kupata shida ya kifafa baadaye. Na prolonged labor, mama alianza kuleba leo, kesho, oxygen supply. Kuna ile tu muda mama anafaa akuwe kwa labor na mtoto aweze kutoka. So kama oxygen supply pia imekuwa affected in the brain, kuna uwezekano huyu mtoto anaweza zaliwa akiwa na baadaye akiendelea kukua, kwa sababu ile shida bado iko ndogo wakati kako kadogo, lakini anapoendelea miaka 3, 4, 5 ile shida ijaishughulikiwa, basi kuna uwezekano mtoto atapata ugonjwa wa kifafa. Alafu pia hawa premature babies, mama anajifungua mtoto alikuwa 6.5 months, 7.5 months. Mara nyingi mtoto kama hakuzaliwa kwa facility nzuri na akachekiwa care akiwa katika ile nursery vizuri, brain yake inaweza leta shida. Na kama mtoto hatapata kifafa, anaweza pata cerebral palsy, anaweza kuwa autistic child kwa sababu ya development problems. Sawa. Sisemi kuna wale premature wenye wamezaliwa na wakatunzwa hospitali wakafikisha the right weight na wako sawa. But wengi high chances are mtoto anakuwa na kasoro kidogo. Sawa. Yes. Kwa hivyo inamaanisha haujakuja kusoma kifafa. Umekuja kusoma umuhimu, na jambo lingine utajulisha wamama vijijini wale wajawazito wakikuja kliniki. Si ndio? Unawaambia hatukulazimishi kuja kliniki ndio uzae vizuri. Tunakulazimisha kuja kliniki kwa sababu pia tukufundishe kuhusu mtoto na tukufundishe kuhusu madhara yenye ukiamua kuzalia nyumbani ama ukikuja kliniki late inaweza kuleta katika mtoto.